Sasa wanangu, kuna kitu kwa nitakwambia. Ndio. Fikiri mko sawa, mko vizuri. Siko sawa. Unajua mama yenu hivi juzi alituacha. Sasa ni mipango ya Mungu. Tupendane. Maana ni sisi watatu ndio tumebaki. Kwa hivyo kupendana ninyi kwa ninyi kama madugu. Baba yenu pia nanyi mnipende. Bila hivyo basi hatuwezi enda mbali, lakini tukipendana tunaweza enda mbali na tunaweza fanya. Hata mnaweza fanya chochote ili kwa ajili ya kujikimu, na mimi naweza toka siku nimetoka kufanya kazi moja ama nyingine, ama hata kazi pengine mweze kushirikiana, mweze kufanya kazi kwa kushirikiana, kwa amani, kwa upendo. Hilo litakuwa jambo la maana sana, ili hata mimi nikiwa natoka hivi kwenda kutafutia chakula, najua tena nimewaacha mabarubaru wangu wanaopendana na wanaoshirikiana. Sawa baba. Ndio. Sawa baba, acha kwa hivi. Ndio. Sisi tutapendana na tutaishi kama ndugu, kwa sababu sisi basi tunatoka mmoja, mama mmoja, baba mmoja. Tutafanya kazi kwa bidii na heshima. Tunajikaza kadri ya uwezo wetu. Sababu na vipi ile swala la wewe msaada wa kazi, sababu tunaelewa tena mama tulikuwa tukifikia hapo saizi hivyo hayuko tena. Naona mimi kuna changamoto kidogo, pengine ungeonelea swala hili. Dada kazi naweza nikamleta, lakini nyinyi mabarubaru siwezi funga mbuzi karibu na nyasi. Tuamini bwana baba. Naweza mleta alafu mkavaa mengine nikawa mimi siko, unajua mimi kutoka tena. Mimi siko hivyo, labda huo ni mambo yake. Nikiona wewe ana shida. Labda wewe Sanju, pengine wewe Sanju ndio mambo yako. Mimi watu wanania bure. Wewe unajua kabisa mwanzo tuma kazi mimi nazifanya zote kabisa. Huyu anapenda kujirusha, kujifanya upole, lakini anakuambia ukweli, lakini mtu anapenda mimi nawadanganya. Wewe unapenda kunichomea. Mbona mimi siishi hivyo? Lazima kwambie ukweli. Basi kama ni hivyo nitafanya bidii. Nitafanya bidii nilete mtu wa kazi, lakini sitakuwa nimeleta bibi, nitakuwa nimeleta mfanyakazi. Bwana mzee, lete mweupe ndio kufanya kazi vizuri. Ndio bwana sasa kunichagulia mwekundu, mweusi, blue, rangi yoyote bora wao wanafanya kazi kwa bidii. Unajua weupe sana sana wako makini katika kazi zao. Wale weupe wako makini katika kazi zao. Sasa baba wewe ukileta mweusi hapa wewe. Sasa mwanangu nataka afanye usiku hapa. Mwanangu nakaa mtaalamu sana. Bwana acha mambo yako. Anataka marangi rangi. Nakwambia bwana, mweupe ndio anafanya kazi vizuri. Sasa acha mimi sasa mmeondoka nyote hapa, mbona niuliza mimi tena? Niulize hadi weje sasa. Na mmeondoka nyote. Sasa mimi nakuuliza kwa upole, nitakuuliza kitu cha maana basi waringa kweli. Au mpo pesa nini? Hajanipakia kitu, mbona nikoroga na cheka ndio kwanza nikueleze kitu cha maana, kitu cha pesa. Mambo na wewe, lakini wewe waringa sio kitu gani? Sawa basi, acha ikae. Utalofanya watasema wapo wasitaka ufanikiwe wapo nachotaka wewe usinitukane ya punda mateki mateki demu. Huyu Sanju ameenda wapi asubuhi? Sanju ametoka asubuhi. Sasa Selia ameenda wapi? Wewe naacha unafagia hapa, akatoka asubuhi hata hakutoka na viatu. Hakutoka na viatu. Mshangaa anakurupuka kutoka ndani akaenda. Wewe ni kama hakuenda mbali. Inaonekana. Inawezekana. Sasa hii kazi yake pia nimeangalia hajaifanya. Siwezi jua. Mwambie akafue, aoshe vyombo. Huku nao angalie kama wamekula. Wewe anakamkora sana huyo mdogo wako. Wewe muangalie vizuri wewe mambo yake. Huyu simuelewa plana nini, lakini hakuenda mbali. Maybe uko nyuma tu. Vulana anapora wapi na wapi, naweza kuwa ameenda kwa hiyo magenge hao, sijui kwa kwanza, sijui akina nani hao. Lakini sidhani hakutoka hata na kiatu. Sidhani kama ameenda mbali.
Akija naambia basi nilikuwa namtafuta. Sawa. Sawa, mimi niko ndani. Akija mwambie nilikuwa namtafuta. Acha bora sio sasa, tutajua mazingira akiwa mazuri pia kwa bora. Sawa. Kazi njema. Sawa. Vipi? Poa vipi mdogo wangu? Fresh sana. Poa, uko poa? Nakushangaa ndoka asubuhi yenyewe nini bila viatu kabisa. Mdogo wangu utakuaje? Mbona waambiliki? Sio hivyo bwana. Angalia. Ile issue jana nataka kuelezea pale wewe utajifanya na ringa. Issue gani? Sasa tulie nikueleze. Nabii. Pale kwa tukueleza mambo na kuna dem fulani alikuwa amepiga simu asubuhi. Akasema tuko naye. Sasa mimi mwanangu mambo na mwanamke na mambo na viatu wapi na wapi? Basi asubuhi hiyo hata kama nikushughulia mambo asubuhi yenyewe. Baba nakutafuta hapo tumetoa kazi hapo kuengua hujafua ndio hujaosha. Mimi ndo naamka nasafisha nimeendalima kule sasa ndio nasafisha. Sasa nikuulize wewe kwani kazi zimekimbia? Si kazi bado zipo hapo. Hata kama ziko lakini zote zafaa kufanywa kwa wakati. Unajua unapenda kuninyanyasa sababu unajua na pengine wewe ni mkubwa na dimwili kwa utanifanya nini wewe? Kufanya kitu tumerafasha kuongea madharura za kuacha sasa hivi roho pagio. Niwashi. Kwani iko nini?
Watu wa chumba tu, kwani shida iko wapi? Kama mnalo mseme. Kama ni kazi mimi sifanyi. Kama hata nikafanya kazi andika. Kama hata andika wewe check. Mimi sina maneno. Nilikuwa nataka kutoka kidogo. Masaa yamefika ya kwenda kazini. Umeniita. Sasa sijui mwanangu Ibra, kuna lolote jipya labda unataka kuniambia? Na kama ni pesa za matumizi nimekuwekea pale ndani. Kama ni chakula nimewanunulia iko pale ndani. Sasa sijui kuna lolote labda jipya. Baba. Hakuna jipya, lakini kuna ile kuondoka watu waachia kazi. Nafahamu hilo. Lakini sasa ukiondoka Purchase your tracks today. Pole sana mwanangu Ibra. Mbona unaishi na mambo mazito kama hayo? Kumbuka kifo cha mamako si sababu ya wewe kwamba unyanyasike. Na pia yaweke manani kwamba Sanju ni mdogo wako. Sasa hilo lisikutie wasiwasi, kwa sababu wacha niwahi kazini, nikirudi wewe na Sanju tutakaa, tutaongea. Nadhani si kijana mbaya, atasikiza na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mwanangu? sawa baba, nakutegemea sana mtu wangu. Basi jema. Sawa sawa. Sanju. Wewe Sanju. Nimekwambia unaitwa, mbona nilipokuambia unaitwa hujatoka? Unaitwa na nani? Unaitwa na baba, hebu toka bana. Kama utakuja uje, kama utakuja utakipata cha mtafuni. Baki mwana. Unaitwa na nani sasa? Unaitwa na baba, kama utakuja baki, nimekwambia baki utakipata cha mtafuni. Sasa mimi nafagia sasa hivi unaambia naitwa. Alafu unaona bahati yako kwa vile mzee yupo wewe. Asingekuwepo wewe. Unaona bahati yako. Baba, kwani wewe babako peke yako? Baba. Nimemwita huko ndani anakuja. Sawa sawa. basi muongea haraka. Sema niita mimi nilikuwa nafanya kazi zingine huko ndani. Kama baba. Marhaba. Tulie na nini sasa simuongee. Sasa mimi najua mimi nilikuwa nafanya kazi. Unajua nyinyi mnaambia mimi sijui sifanyi kazi. Mimi nafanya kazi huko ndani mtu wa huko nje tena kumsema sifanyi kazi. Sasa mwenye mkuita ni baba ama ni mimi? Sawa basi simuongee. Haya sawa, imetosha. Mwanangu Sanju, mimi ndo nimekuita. Huyo tu nimefaa kumwagiza. Kumbuka mimi ndo baba yenu na mimi ndo nawalea. Lakini nashangaa, si nafikiri nilikwambia huyu mambo yake ni kama ameanza kuokora. Nashangaa wakati wa mamake bado kwa haya hapo mkora. Lakini ni sawa tu. Ni kwa sababu mimi ndo nawalea kama baba yenu. Aliniambia mambo yako. Anafanya kazi sana nyingi peke yake na mimi nishawaiona. Na siku nilikuwa nimeamka tu hivi nikaangalia anafanya kazi nyingi. Wewe ulikuwa umetoka. Sasa hata ukiniambia kwamba yeye ndo anakunyanyasa kwamba eti wewe ndo anafanya kazi nyingi, yeye afanye kazi. Naam. Hapo kwenye unasema mimi sifanyi kazi hapo ndo mnanikosea. Wewe sifanyi kazi. Fanya kazi ipi? Bali sawa, mkubwa wako ni mkubwa wako. Lazima umheshimu na mimi lazima uniheshimu. Mnakumbuka niliwaambia tuko wangapi hapa?
tumebaki watatu. Tumebaki watatu. Na nyote hapa mkubwa wenu ni nani? Mimi ndo baba yetu, si ndio? Na wewe mkubwa wako ni yupi? Hapa. Sasa unafahamu heshima ama ni muongee tu hivi kurupuka? Sawa, kama kumheshimu mimi nitamheshimu baba, lakini hata jana napatana na vijana siku rafiki zake kule anaanza kuniongelesha sijui nini eti mimi sifanyi kazi. Sasa tutakuwa sifanyi kazi ndio aende tangaze mpaka mitaani. Nitakuja kukutana naye. Hata kama ni bigi basi mimi nitakuja pigana naye kama kuniona. Kwani mwanangu wadogo wale vijana wale wanakuja akija hapa nyumbani labda ushawaambia maneno kama hayo? Walikuja akanikuta nikifanya kazi pale. Nikifanya kazi ngumu sana, nilipanga mawe huko nikafyeka uwanja. Si ni kazi ilikuwa nimekuachia mfanye wewe na huyu, kumbe ulifanya peke yako. Kazi nilifanya mimi. Tena eti mnataka nilete mfanyakazi. Sasa ni urekebishe tabia ndio nitaleta mfanyakazi. Kama hutabadilisha tabia basi mfanyakazi sitaleta. Ni sawa sawa? Kwa hivyo unakumbuka kwamba umemkosea mwenzako? Sawa, nakumbuka. Kama umemkosea mwenzako, muombe msamaha. Lakini baba anarudia nazidi bwana huyu bwana. Mambo gani sasa nitangaza kwa majirani? Uzidi ni kawaida, huyu ni mkubwa wako lazima. Haya muombe msamaha. Na kupiga sasa mbele ya baba na baba ameanza. Unamwona ameanza? Usinyote. Wewe. Na mambo yake mimi ndio waspendi. Hapana wana. Sikizeni sasa. Muombe msamaha mkubwa. Samee bwana. Hapa nimesema nisamee tu. Unamsikia? Sijamsikia mimi. Naombe msamaha vizuri. Nasikia. Kwa nataka nipige magoti kama bado hujaomba msamaha vizuri. Ukisema nisamee bwana, ni kama nimekosea. Hujaomba msamaha mwanangu. Watu waomba msamaha namna hii mwanangu. Nisamee, najua kaka nimekosea. Nisamee, najua kaka nimekosea. Umesikia sasa? Bado sijasikia. Mrudia vizuri. Sasa nataka nisemeje? Nisamee kaka nimekosea. Bwana. Wewe bwana pata mambo yako bwana. Tulia, usiona baba mpaka kofia yangu anafahamu nipe kofia yangu. Mbona mnasumbwana hivi? Sasa nipokonya kofia sababu mbaya eleweke. Kofia tuna pia tatizo kupigana. Sasa pia mimi naondoka na viatu vyangu. Watoto hao bwana. Hapana. Mbona?